World Skills Tanzania, empowering youth through skills. Tupo katika wiki ya elimu, ubunifu, sayansi, ubunifu na elimu. Na ndani ya wiki hii kuna matukio mengi sana ambayo yanatokea hapa Tanga. Na ni muhimu tutambue kwamba Wizara ya Elimu inashughulika na masuala mbalimbali, kuanzia na elimu, sayansi na ubunifu. Kwa hiyo tunapojaribu kuhamasisha vijana kuweza kupata ujuzi, tunatumia mbinu mbalimbali. Zaidi ya kuwafundisha tu darasani, tunataka vijana hawa waende kwenye viwanda. Na nikiongelea viwanda, sio kiwanda ambao kuna mashine, hata darasa ni kiwanda. Kwa hiyo tunaongelea namna ambavyo tunawatoa wanafunzi darasani, tunawapeleka kwenye maeneo halisi ya kazi. Kwa hiyo ni mbinu nyingine ya kumfanya mwanafunzi huyu aweze kupata ujuzi unaotakiwa. Lakini mbinu nyingine ambayo inatumika sasa ni kuwaingiza vijana hawa katika mashindano mbalimbali, ambapo hapo itathibitisha ujuzi wao umekuwa kwa kiwango gani. Kwa hiyo kwa sababu Tanzania imekuwa sasa ni mwanachama wa World Skills Competition, na haya yalikuwa ni maelekezo ya viongozi wetu wa juu kwamba Tanzania pia ijihusishe na mashindano haya ya kimataifa ili vijana wetu pia waweze kuingia kwenye stages za kimataifa. Kwa hiyo mashindano haya ya ujuzi wa kidunia una hatua mbalimbali. Katika nchi yetu mashindano hayo sasa ndiyo yameanza. Kwa kawaida kunakuwa na ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi za chini kabisa wa vijana ambao wanaonyesha ujuzi ambao umewazidi wenzao, wanachukuliwa na kuletwa katika ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo hawa tunaowaona hapa leo ni wale vijana ambao wamethibitisha wanaweza wakaingia katika ngazi ya mashindano ya Kiafrika au ya kimataifa, na ndio wameletwa hapa sasa waweze kuonyesha ule ujuzi wao. Ukweli ni kwamba tumechagua fani mbalimbali na tutaangalia huko mbeleni kulingana na watakavyo perform hapa leo na watakavyokuwa assessed na wataalamu walioko hapa, ni fani gani tutaichukua sasa iende ngazi ya juu. Lakini ukweli ni kwamba tunaona vijana wetu wameweza kuonyesha ujuzi halisi wa yale ambao wamefundishwa shuleni. Kwa hiyo tunategemea sasa hawa walioko hapa wafanyiwe tathmini ili tupate vijana ambao wataweza kuiwakilisha nchi yetu sasa katika mashindano ya Afrika ambao najua yatafanyika mwaka huu huko Algeria, na tutapata wawakilishi kutoka Tanzania kutoka kundi tunaloliona hapa. Tukienda kwenye mashindano ya Afrika tutapata pia washindi ambao hao pia watawakilisha nchi yetu katika mashindano sasa ya kidunia. Kwa hiyo Tanzania tumeanza na tuko tayari kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaweza kuonyesha ule umahiri wao na ujuzi wao wa kiwango cha juu, ili dunia pia itambue katika nchi yetu ya Tanzania kuna vijana mahiri ambao wanaweza wakashindanishwa katika majukwaa ya kimataifa. Kwa hiyo tunawashukuru sana NACTVET, ndio wanaratibu mashindano haya kwa ngazi hii na wataendelea kuratibu mpaka ngazi za kimataifa. Napenda niwataarifu kwamba kwa sababu nchi yetu imeshaingia katika mashindano ya kimataifa, wizara yetu na wataalamu wetu wamealikwa kwenda kuangalia namna mashindano ya kimataifa yanavyofanyika, na Mheshimiwa Naibu Waziri ataambatana na timu ya wataalamu kwenda kujifunza namna mashindano ya kimataifa yanavyofanyika. Hao walioko hapa pamoja na kwenda kujifunza China, lakini walioko hapa wanatumia vigezo hivyo vya kimataifa. Kwa hiyo tunaenda kujifunza zaidi, lakini tayari NACTVET na timu ya wataalamu walishakuwa na mafunzo na wenzetu wa International Skills Council, Skills Competition, kuwaelekeza namna jambo hilo linavyofanyika. Kwa mnachokiona hapa kinazingatia pia vigezo vya kimataifa. Kwa hiyo tunaamini kabisa NACTVET, wataalamu walioko hapa watasaidia vijana wetu waweze kushinda na kuenda katika ngazi za juu. Kilichonifurahisha katika setup hii iliyopo hapa ni kwamba taasisi za elimu zinashirikiana na viwanda. Nikisema viwanda, tunashirikiana na wale ambao wanafanya shughuli zao binafsi. Kwa mfano tuna wataalamu mbalimbali, nikimtaja mmoja wapo ni Ana Fashion.
tumekuwa tunamsikia akifanya jitihada mbalimbali za kushirikiana na vyuo vyetu vya ufundi, na leo yeye kama expert yuko eneo hili kutoa ujuzi wake kuwasaidia vijana ili waweze kuexcel kwenye ngazi za kimataifa. Lakini pia kuna wenzetu wa vyuo vya utalii kutoka kwenye private sector, kuna wenzetu wa kwenye vyuo vya mafunzo kama Arusha Technical, DIT, wote wako hapa na wako tayari kuhakikisha kwamba nchi yetu inaenda kwenye mashindano hayo kama unit moja. Sio tunakwenda kama private au tunakwenda kama serikali, lakini wote kwa pamoja kupitia ule mkakati wetu wa mashirikiano na sekta za binafsi, tunaona tunakwenda kwenye mashindano hayo kama Tanzania iliyounganika kati ya public sector na private sector. Kwa kweli ninafurahi kuona kinachofanyika hapa, na leo vijana nimewakuta wapo katika mtihani na viongozi wao na experts wanaendelea kuwasaidia wafanye mtihani huo kulingana na masharti yaliyowekwa, na watatathminiwa na kupewa feedback, lakini ndani ya wiki hii wataweza kunolewa vizuri zaidi ili waweze kuingia katika ngazi inayofuata. Serikali yetu inahakikisha kwamba kila Mtanzania mwenye uwezo wa kufanya jambo fulani katika sekta ya elimu anaweza kufanya hivyo. Tuna mkakati tunaoita mkakati wa inclusive education, elimu jumuishi. Kwa maana hiyo, hata katika mashindano haya kuna vijana wa Kitanzania ambao wana mahitaji maalum, lakini wameweza kuteuliwa na kuingia katika mashindano haya. Kwa kweli huwa kuna msemo unasema disability is not inability. Imeweza kuthibitika kabisa hapa, kwa sababu haya mashindano yalianza katika ngazi za chini, na hao wenye mahitaji maalum wameweza kufaulu na wamekuja kufanya presentation yao hapa, na hiyo inaishiria kabisa hata wale wenye mahitaji maalum bado wanaweza akawa na mchango mkubwa katika maisha yao, lakini pia katika mchango wa taifa letu.